aliyedaiwa kuwa mpenzi wa June Jerop Kangogo, mhasibu katika mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda NITA jijini Nairobi, ambaye alipatikana ameuawa wiki mbili zilizopita, anasema alikuwa na deni lake la shilingi milioni 1. Bwana Jesse Wafula Waluha, katika hati zilizowasilishwa katika mahakama kuu jijini Nairobi, pia anasema Kangogo alikuwa mshirika wake wa kibiashara na alikuwa akiepuka maswali kutoka kwa wenzake kazini kuhusu mtindo wake wa maisha na umiliki wa gari. Sasa Waluha anataka kuachiliwa kutoka mikononi mwa polisi, akisema hakuna ushahidi dhahiri unaomhusisha na Kangogo au kumhusisha na mauaji hayo na kwamba hana uhusiano wowote na kifo chake. Kuhusu madai ya kuchumbiwa kahawa na Kangogo, mwanafunzi wa MBA katika chuo kikuu cha Kenyatta kabla ya kifo chake, anasema hakuwahi kukutana naye na kwamba hana la kuficha. Akijieleza kuwa mtaalamu wa ICT na mfanyabiashara kijana anayehudumu Nairobi na Bungoma, Bwana Waluha anasema alikuwa amemuuzia Kangogo gari lililookolewa na wakati wa kifo chake mwezi uliopita. Alikuwa na deni lake la shilingi milioni 1 ambazo bado alikuwa akilipa. Bwana Waluha anaongeza kuwa yeye na Kangogo walikuwa wanafanya biashara na angetumia kampuni yake kutuma maombi ya zabuni katika shirika alilokuwa akifanya kazi. Ofisi ya mkurugenzi na mashtaka na inspekta jenerali wa polisi wameweza kudhibitisha msimamo huu kutokana na miamala mikubwa ambayo imeondolewa kutoka kwa rekodi za simu za Kangogo. Kangogo alitoweka mnamo Machi tarehe 19 na mwili wake ukapatikana siku 2 baadaye ukitupwa karibu na shule ya msingi ya Jamhuri katika kaunti ya Nairobi. Bwana Waluha anasema alisafiri hadi Bungoma kufanya biashara zake Machi tarehe 18 na alikamatwa na polisi mnamo Machi tarehe 23 kuhusiana na mauaji hayo. Mahakama ya hakimu imeruhusu kuzuiliwa kwake ili kusubiri kukamilika kwa upelelezi. Mashtaka ya jinai inaitaka mahakama kuu kusitisha shtaka lolote la jinai au shauri lililofunguliwa dhidi yake, na serikali itengue amri za kuwekwa kizuizini na ipewe dhamana inayotarajiwa. Kupitia kwa wakili wake John Sakwa, pia anatafuta maagizo ya kuwazuia polisi kunyanyasa, kutisha, kumtesa, kumkamata kiholela au kumweka kizuizini, akisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi hiyo. Katika nyaraka za mahakama anasimulia kuwa alipigiwa simu na Kangogo Machi tarehe 17 na siku iliyofuata, lakini hawakufanikiwa kuzungumza kwa nyakati zote mbili. Brian Kibwage, Kisii Hot TV.